Unaanza kumuelewa mwalimu kidogo. Sasa nitakusemesha kule mbele. Watu wengi sana hawajui. Vita ya kibali ni vita ya sauti. Shetani akisha kunyima kibali, amekunyima sauti. Kuna kibali kwa watoto wako, kuna kibali kwa mume wako, kuna kibali kwa mchungaji wako, kuna kibali kwa kila nafasi Mungu anayokuweka. Ukikosa kibali kwenye nafasi yoyote, hakuna mtu atakusikiliza. Hata kama walikusikiliza jana. Kwani si unajua watu wanaweza wakakupenda leo na wakatembea na wewe leo, alafu kibali kikikatika mbele ya safari, wanatafuta mtu mwingine, wanaendelea naye na safari kama vile hawakujui. Haijalishi umejitesa kwa ajili yao miaka mingapi. Unaweza kuwa umejitesa kwa ajili yao miaka 10, lakini kibali chako kikipotea, mmoja mmoja anaanza kuondoka, mmoja mmoja anaanza kuondoka. My dear brother, una watu ulikuwa ukiwapigia simu haili mara 10, wanapokea sekunde hiyo hiyo, lakini kuna mtu ambaye kibali chako kilipopotea, unapiga simu mara 20 wala hata hasumbuki na simu yako. Shida haiwi kupokea simu. Shida inakuwa ni kwamba umepoteza kibali. Kwa moja ya vitu shetani akitaka kuwinda mamlaka ya sauti yako, nguvu ya sauti yako, anakupotezea kibali. Mahusiano ambayo mlianza, mnapigiana simu, mnaanza kuongea saa 4, mnaongea hiyo simu mpaka saa 7, na maombi hujawahi kuomba hivyo, lakini mnapiga story hazina kichwa wala miguu. Mnaulizana nywele, mnaulizana kucha, mnaulizana kesho. Mlianza maongezi mazuri, yanaingia yasio na maana. Mnaangalia ni saa 6, mnaendelea kuongea. Unafika mahali hata unapitiwa usingizi, hujui ulipitiwaje. Huyu mtu anayekupa muda wake namna hiyo, kibali kikipotea, utapiga simu hadi utajiuliza kuna shida gani. The moment sio mazungumzo yako yalikuwa na nguvu. The moment ni kibali chako kilikuwa na nguvu. Kibali kikishapotea, uwe na uhakika sauti yako inakosa nguvu. Mimi nataka kuwafundisha vitu viwili kabla sijaanza kuchambua, na pointi nyingi sana hapa. Nataka kuwafundisha vitu viwili na Mungu atawasaidia. Moja ya kitu ambacho ningetamani kuwekeza kwenye moyo wako, mtu ambaye Mungu alimleta kwenye maisha yako, hata kama amepoteza kibali, jitahidi usimwache haraka sana. Kwa sababu sifa ya kibali huwa kinakuja alafu kinapotea, alafu kinaweza kikarudi tena. Kwa sababu mtu ambaye amekubeba, amekuleta mjini, na Mungu amekusaidia, mmetembea naye vizuri, alafu yule aliyekuleta mjini akapoteza kibali, we Mungu akakuinua, usimwache ovyo ovyo. Hata kama hautakuwa na namna ya kumsaidia, endelea tu kwa namna unayoweza, endelea kumuombea. Kwa nini? Kwa sababu huyu mwanzo alikuwa ni mbegu kwako. Takusaidia tunapoendelea kule, utanielewa. Andika mambo machache, tutaingia ndani huko. Kuna vitu vingi tutavichambua kwenye Waamuzi, kwenye Esta na kadhalika. Jambo la kwanza au kibali ni upako anaopewa mtu. Kibali ni upako anaopewa mtu ili mambo yake. Kibali ni upako anaopewa mtu ili mambo yake yafanikiwe kwa wepesi katika ulimwengu wa mwili. Kibali ni upako anaopewa mtu ili mambo yake yafanikiwe, yakubalike na kufanikiwa kwa wepesi katika ulimwengu huu wa mwili. Kwa kisha sikia, tunazungumza kibali, tunazungumza anointing. Ni upako anaopewa mtu, na kazi ya huu upako ni kumfanya akubalike. Anakubalika mbele za Bwana, anakubalika mbele za watu, anakubalika kwenye eneo. Lengo la Mungu kukufanya ukubalike ni moja tu, mambo yako yafanikiwe kwa wepesi na kwa wakati. Narudia tena, kibali ni upako. Ni upako anaopewa mtu. Sijasema anapewa na Mungu au na miungu. Wewe andika anaopewa mtu. Kasome Biblia, hata shetani anatoaga kibali chake. Twende taratibu tu. Kibali ni upako anaopewa mtu ili mambo yake au jambo lake likubalike na kufanikiwa kwa wepesi na kwa wakati. Kwa hiyo Mungu akishaachilia huo upako juu yako, watu wakakupokea, kitu ambacho inawezekana ungetumia miaka 3 kukipata, unaweza ukatumia miezi 3 kukipata, unaweza ukatumia muda mfupi kukipata.
kwa sababu hautumii nguvu kubwa. Kwa sababu watu wanabarikiwa na wewe, wamekupokea mioyoni mwao, wamekubariki, unawabariki. Kwa hiyo kuna jambo unapoliachilia wanalibeba kwa wepesi. Kitu gani kilichopo juu yako? Ni upako ambao Mungu ameuachilia. Na huo upako huwa unatembea na sisi, sio kwenye mazingira mazuri tu, hata mazingira mabaya. Utaona kibali cha Bwana kilipokuwa juu ya mtumishi wa Mungu Yusufu. Alipoingia kwa Potifa, kibali cha Bwana kilikuwa juu yake. Lakini alipotoka kwa Potifa, ile kwamba una kibali haimaanishi hakuna vita. Vita ipo. Alipotoka kwa Potifa akaenda gerezani, bado neema ya Bwana na kibali cha Bwana kilikuwa juu yake. Na kule gerezani alipewa cheo, na kibali kile kilimtoa gerezani na kumfikisha ikulu. Kibali ni upako ambao Mungu anauachilia juu ya mtu au watu ili wakubalike, na wakikubalika mambo yao yafanikiwe kwa wepesi. Lengo kubwa la Mungu kufanikisha mambo yako kwa wepesi, ana ajenda ya ufalme wake. Kwa hiyo anaamini wewe ukifanikiwa kwa wepesi, cha kwake kitafanikiwa kwa wepesi. Na nielewa watu wa Bwana, nimeanza kama naweka introduction siku ya kwanza, kwa sababu ninajua aina ya somo nalofundisha, na sitaki kupita kwenye engo ulioizoea ya kibali. Nataka kupita kwenye engo tofauti kabisa. Bwana asifiwe. Ukiona Mungu amekupa kibali, ujue mbingu zina ajenda na wewe. Kwa Mungu anachofanya, akikupa wewe kibali, anajua jambo lako likifanikiwa kwa wepesi, jambo la ufalme wake kupitia wewe litafanikiwa kwa wepesi. Mungu hakupi kibali tu kwa sababu amejisikia kukupa kibali. Hata shetani hatoi kibali tu kwa watu wake kwa sababu amejisikia kuwapa kibali. Ufalme wa giza au ufalme wa nuru unapoachilia kibali kwa watu wao, unakuwa na ajenda za ufalme wao. Nenda kwenye Biblia, kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, watafute watumishi wote waliokuwa na kibali cha Bwana. Ndani ya mioyo yao kulikuwa na kazi ya Mungu wanayotakiwa kuifanya. Kwa Mungu aliwapa kibali. Wengine walipata kibali cha kuoa, wengine walipata kibali cha kuolewa. Kama kina Esther, aliolewa very simple sana. Ni mtumwa kwenye nchi ya watu, lakini pia hana cosmetics, hajapaka mapambo ya namna yoyote, ni yatima, hana baba, hana mama, amelelewa kwa mbinde. Na inafika mahali muda wa kwanza mfalme anatafuta kuoa kwa sababu Vashti ameharibu. Esther anaenda, anakubalika kirahisi kabisa. Na kule mbele nitakufundisha tabia ya kibali inafichaga na udhaifu. Yani ukiwa na kibali, watu hawaoni udhaifu wako, hata wakiuona wanaupuuzia. Kibali kikipotea, wanaanza kueleza huyu naye kwanza mweusi kweli. Huu mwanzo walikuwa hawauoni huo weusi, wanaenda na wewe. Kwa nini? Wanabarikiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unaona kesi ya kuolewa kibibilia sio kesi ya uzuri. Biblia inaueleza uzuri na uzuri una maana, lakini kesi ya kuolewa huwa sio kesi ya uzuri. Kwa sababu kama kesi ya kuolewa ingekuwa ni ya uzuri, mimi sina uhakika na Mama Maria Nyerere, sina uhakika na Mama Ana Mkapa. Ni wa kawaida sana, wa kawaida, lakini they are first lady. Ni first lady, lakini ukiwacheki wako simple kabisa. Yani swala la kuolewa, we piga dela lako tu, usihangaike kutuonyesha fero, usihangaike unaona kama hawajakuelewa, basi unapandisha kidogo, fundi nipandishie hii, pandishe hapa. Unaona kama huo mwezi ngo hawajaielewa, fundi niweke kidogo juu ya magoti. Si unajua mimi ni muimba kwaya, niweke kidogo juu ya magoti. Alafu pamba inayofuata, fundi hii niweke tu hapa, ongeza kampaso kidogo. My dear, najua moyoni mwako huna lengo la zinaa, lakini unaamini kwamba walau wakiona haka kafero naweza nikapatikana kaitwa kwa wepesi sana. My dear, unapoteza muda. Hako kafero ndio kana kuchafua zaidi. Wewe jipigie dela lako tu, kwa sababu swala la kuolewa ni swala la kibali kwa Bwana. Swala la uzuri lina nafasi yake, wala silikatai, lakini swala la kuolewa ni swala la kibali. Linapokuja swala la kibali, huwa hawaangalii sura kwanza, wanaangalia upendeleo. Kibali cha Bwana kinaonekana, hauonekani wewe. Kabila la Mungu linaonekana, halionekani kabila lako. Jambo la kwako linanyamaza kimya. Wanakujaga kujua baadaye kama kibali kifubaa, ndio anajiuliza hivi wewe nilikuchukua? Ndio mimi sasa, na ndio first lady, kazi iendelee. Usicheze na kitu kinaitwa kibali. Kimebeba sauti,
kinanyamazishaga yote. Kikifubaa ndio wanaanza kujiwaza, hivi ndio huyu tuliyemchukua, ndio huyo, na kwa nafasi yake hawezi kutoka tena, kazi iendelee. Kwa tunaenda tu, tutavumiliana, afu uvumilivu unaisha, tunapendana, upendo unapungua, tunarudi, hiyo kazi inaendelea. Ndio mtoto wangu sasa huyo, ndio mke sasa huyo. Lakini kilichotangulia ni nini? Kibali. Unajua tunafundisha vitu vingine tumeviishi, wakati tunaendelea kung'ang'ana kumuuliza Mungu, tumeacha yote, tunakutafuta, tunakutumikia. Kuna siku tutakuja kupiga hata hatua, tukapewa tu hata madhabahu ya cathedral tusimame. Kuna wakati tulikuwa tunajiuliza hivyo. Najua kuna vijana wana huduma kama mimi. Moja ya watu sijui nimewahi kushuhudia hapa, coordinator wangu ni mkurugenzi wa CF. Wakati tunaomba nafasi hapa, tuliandikaga barua zisizopungua kama sio 9 ni 10 na tunaandika. Unajua inaandikwa barua kumtambulisha Mwalimu Waitenga, huyu ni msomi, huyu anasali mahali fulani, ana neema ya Mungu kubwa na kadhalika. Lakini ile barua inapokelewa tu kama na madu, kama ni baba yetu askofu wa sasa Lema, kwa sababu ni nyakati zao, inapigwa pembeni tu, inapigwa pembeni. Nilikuja kuitwa hapa bila kuomba. Tunaelewana? Nilikuja kuitwa hapa bila kuomba. Lakini kumbuka nina miaka zaidi ya 4 naomba nafasi ya Morning Glory, sio seminar. Morning Glory haipo. Lakini jaribu kuangalia bidii tuliyokuwa tunaitumia, ni bidii kubwa. Upite, kuna mwinjilisti anakufahamu hapo, wakati huo tunawatumia kina Uwiso anakuombea nafasi hadi anachoka. Unajaribu kumwangalia, nani tena imani ana nguvu, ananijua labda, unatumia nguvu nyingi sana. My dear, there is time. Kibali kinapokuja hauhitaji kutumia watu wengi, huhitaji maelezo mengi, huhitaji mbwembwe nyingi. Anafanyaga mwenyewe, kwa sababu hata hiki sikukipigania mimi, sikukitengeneza mimi, alifanya Mungu mwenyewe, alifanya. Kutoa mfano, mdada unapoenda kumapproach kaka, maana umeona huyu mkaka hata hakuiti, na we moyo wako ndio umegonga hapo, unaenda hapo, unajaribu, unapita kushoto, unapita kulia, unamnunulia kaua, unampitishia na samaki, anakuambia mimi ni bachelor, huwa sipiki. Unajaribu, siku moja unaamua sasa brother, I say bwana, yani ungenioa wewe na nini. Ukishamwambia sawa, akisha kuitikia mkaenda hapa katikati, Mungu asipoingilia kati, kuna namna anaweza kukuburuza kiasi ambacho hata huwezi kumuuliza. Na ukimuuliza anakuambia, kwani mimi nilikuhitaji? Si ulikuja mwenyewe? Na ukiniuliza sana, mimi nilikuwa na mahusiano yangu, lakini nikaamua tu kukukubalia. Ndio maana kuna muda tunawaambia, we calm down, ya kutafute mwenyewe. Akikosea una swali la kumuuliza, usingenipotezea muda. Kuna wakaka wengi walikuwa wananitafuta, kumbe hauna hata mkaka alikuwa anakutafuta, ila una sababu ya kumwambia kwa sababu amekuja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni kitu cha muhimu sana, kinaweza kikakusaidia kufika mahali ukajua, kumbe kuna muda anaongea watu hawanisikilizi, kuna muda jambo hili ni gumu kwenda, kuna kibali cha Bwana ama bado ni kidogo au kimepotea kabisa, nahitaji kuongeza nguvu sana. Wangapi ambao wanatenga muda kuja madhabahuni hapa kupiga magoti na kumwambia Mungu, leo nimekuja kwa issue ya kibali, naomba kibali kwa wateja, naomba kibali kwa partners wangu wa biashara, naomba kibali. Ni swala la kibali. Tunaliombea kwa nadra sana katika maombi ambayo najaribu kuwasemesha watu. Tenga muda kuombea akili. Siku nyingine unafunga hata siku 3. Maisha yanaendeshwa kwa akili. Akili za binadamu hazitoshi. Unahitaji kumwambia Mungu, naomba akili, kwa sababu Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, awazavyo mtu ndivyo alivyo. Kuwaza ni swala la kiakili, ni swala la kiufahamu. Lakini jambo la pili, kibali. Haya maisha yanaendeshwa kwa kibali. Unajua kuna jambo, mimi na wewe tumefunga tatukavu, tunaombea hilo jambo, lakini kuna mwamba hajaomba hata sekunde, amepiga tu simu, sasa nisaidie kumhamisha huyu mtu. Jumatatu amehama, mimi na wewe tulipiga tatukavu, tunatafuta uhamisho, alafu kuna mtu amepiga simu, anaomba tu taarifa, ni mimi mchungaji fulani, hebu nisaidie mwanangu apate kuhama ile shule. It's all about kibali, sio maelezo. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Kwa kibali ni upako. Andika jambo la pili, kipengele B inaweza ikakusaidia. Kuna tofauti kati ya neema na kibali. 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 Kwa haraka sana, neema ni upendeleo wa Mungu. Neema ni upendeleo wa Mungu kwa mtu, au kupewa kitu bila kujali jitihada zako na Mungu. Neema ni upendeleo wa Mungu kwa mtu. Ni upendeleo wa Mungu kwa mtu, au Mungu kukupa kitu bila kujali jitihada zako, ila kwa kigezo cha namna anakupenda tu. Kwa neema ni upendeleo au kupewa kitu na Mungu bila kujali jitihada zako. Lakini unapokuja kwenye swala la kibali, hata ukisikia wanatumia lugha kibali ni upendeleo, lakini kibali ni upako. Ni upako ambao nimekusemesha hapo mwanzo, anapewa mtu na Mungu. Ni upako ambao anapewa mtu na Mungu ili kufanikisha mambo yake kwa wepesi na kwa wakati. Lakini pia kibali ni swala la Mungu kujifunua na kuonekana mahali kwa ajili yako na kwa niaba yako. Narudia tena, kuna watu wananitazama. Neema ni upendeleo wa Mungu juu au kwa mtu. Lakini pia ni kupewa kitu bila kujali jitihada zako. Mungu kukupa kile anachotaka bila kujali jitihada zako. Ni kwa kigezo cha upendo wake tu. Lakini unapozungumza kibali, rudi kwenye tafsiri yetu ya kwanza, ni upako anaopelekewa mtu, anapewa mtu ili kufanikisha mambo yake kwa wepesi na kwa wakati. Lakini pia ni pamoja na Mungu kujifunua na kuonekana kwa ajili yako na kwa niaba yako, ili jambo lako likubalike na kufanikiwa kwa wepesi. Kwa tunapozungumza habari ya kibali, ni Mungu anajifunua kwenye biashara yako. Mungu anajifunua kwenye ndoa yako. Ndio maana umeona nimekusemesha, kibali hawakuoni wewe, wanamuona Mungu. Kibali kikiondoka, wanaanza kukuona wewe, wanakukosoa. Lakini kibali kikiwepo, wengi hawaangaliagi madhaifu kwa mtu mwenye kibali, hata awe mbaya kiasi gani. Lakini watu waza, huyu baba ni mzuri kwa kweli, mafundisho yake, huyu baba ni mzuri kwa kweli, akiwa ofisini, huyu baba ni mzuri. Kuna kibali kiko juu yake. Mungu amejifunua kwa ajili yake na kwa niaba yake. Sasa angalia kitu mwalimu anakusemesha. Wote tunaweza tukawa na neema, lakini katikati yetu kuna mtu ana kibali kutuzidi. Mama yangu, mama Keo, jamani namtajaga mama Keo hapa, mama Keo. Mama Keo ni mama yangu, sawa Unakosa namna, inabidi tu utaje majina ya watu kupata sehemu ya kuwekea kama mfano. Mama Keo ni mtumishi, mdogo wangu yule pale ni mtumishi mzuri sana wa Bwana, tena tunafanya naye kazi vizuri. Baba hapa ni mtumishi, na huyu ni mtumishi, na mimi ni mtumishi. Sisi wote ni walimu wa semina, wote tuna neema ya Mungu, ndio maana tumesimama hapa. Ni Mungu anayetutumia kwa jinsi ilivyompendeza. Lakini ile kwamba wote ni watumishi, tuna neema, tunaweza kutofautiana kibali. Mmoja akawa na kibali kikubwa mioyoni mwa watu kuliko mtu mwingine. Kuna upako fulani ambao haujawahi kuona, na uhitaji kukasirika, unahitaji kuendelea kuomba. Kwani hujawahi kuona ukisikia kuna semina wanauliza ni nani anakuja? Kuna watu wanahudhuriaga hata kama anayekuja anafundisha makorokocho, madamu wamempenda moyoni, madamu wamepata kibali. Hivi hujawahi kufanya tathmini? Kuna mtu anaweza akawa hana kibali, akishusha nondo hapa unasema ningetamani kanisa hili lijae, wamsikilize huyu mtu, ana kitu cha Mungu kisicho cha kawaida. Lakini bahati mbaya amepunguka kibali, bado kibali chake kiko chini. Ila yule ambaye inawezekana anafundisha vizuri, lakini ni kawaida, watu wanafurika, unasema wangefurika hivi na kwa yule. Unachotakiwa kumuombea huyo unayetamani asikilizwe na watu, muombee kibali. Akipata kibali, hilo unalolitamani linatokea. Wote tuna neema ya Bwana, lakini tunaweza kutofautiana kibali. Wote tunafanya biashara Lwegasori, lakini kinachoanza kututofautisha ni kibali. Duka hili linaweza likawa na kila kitu, lakini likawa linauliziwa tu. Alafu kuna duka lina vitu vichache tu, pale hawaulizi, wananunua. Achana na masuala ya uchawi na nguvu za giza kwanza. Turudi kwenye kitu kinaitwa kibali. Ngoja ngombe mfano. Umewahi kwenda kwenye duka? Ngoja nitumie Madera tu.
Hili ni duka linauza madera. Na madera yote, yani madera yote hadi ya Dubai yanayo. Alafu na hili ni duka linauza madera. Huyu mwamba kwenye madera yake ana sample kama 20 tu, tena chache. Alafu hawa wote wana neema ya biashara. Alafu mtu anakuja kuulizia madera hapa. Anasema yani hili dera la Dubai, hili dera la Dubai ni zuri sana hili. Na una madera makali kwa kweli wewe. Yani una madera mazuri wewe. Mimi nitakuchangia tu. Ngoja niende, mambo yangu yakaa vizuri nitapita. Alafu anaenda, anapita kwenye duka la huyu mwamba lenye sample tu. Anamuuliza, "Vipi haya madera?" Anasema, "Ungekuwa na dera la Dubai." Kama sasa hilo nalo ninalo. Lipo store. Wewe kama unalitaka nipe tu muda. Angalia store anayoenda. Anakimbiza mwenge, anakuja huko. Aise niazime lile dera. Anapewa dera kwa huko ambako kumeuliza. Alafu analileta huko. Anasema, "Pole nimechelewa kidogo. Nilikuwa store. Mzigo ulikuwa chini kabisa. Na nilikuwa nasubiria siku 2-3 ndio nikautoe." Alafu analiuza. Dera linauzwa 40,000, huyu amepiga 47,000. Kwa hiyo anarudisha ile 40,000 hapa, 7,000 iko kibindoni. Ana hela ya mafuta hapo lita moja ya kurudia nyumbani. Hicho kitu cha namna hiyo. Si swala la una vitu vingi, ni swala la kibali ulicho nacho kikoje. Wote wana neema ya biashara, lakini tofauti imekuja kwenye nini? Kwenye kibali. Ninakuombea katika jina la Yesu. Najua una mtaji, najua una vitu, lakini nachokuombea Mungu akupe kibali katika jina la Yesu. Wakati ambao watu wanaolewa, kibali chako kisifichwe. Mungu akupe kibali. Maana wote ni wa kike, lakini tofauti ni kwenye kibali. Wote ni wafanya biashara, tofauti ni kibali. Ombea kibali kwa mtoto wako. Ombea kibali kwa kila eneo. Kibali kinaanza kukutofautisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbuka nimekusemesha hawa ni Wakristo. Hamna swala la uchawi hapa. Tunaelewana? Tena wote wanasali KKT imani yao. Tunaelewana? Na wote wana neema ya kufanya biashara, ndio maana wako kwenye biashara. Wote wametoka Mbeya, Tukuyu kwetu, wamekuja kufanya biashara hapa mjini. Lakini huyu ana kibali kuliko huyu. Na huyu asiye na kibali ana mzigo wa kutosha. Ila huyu ambaye ana kibali ana mzigo wa kutosha. Kwani hujawahi kukiona kibali cha Daudi? Nenda kaulize familia ya Yese, ni familia kapuku, familia ya kawaida, lakini ndio amepata kibali machoni pa Bwana. Na unamuona pamoja na kukubalika, bado anatenga muda kwenye maombi. Anamwambia Bwana, maneno ya kinywa changu yapate kibali Bwana. Nikienda pale nisijieleze sana Bwana. Nikienda pale kusiwe na mambo mengi sana. Uongee wewe ndani yangu, useme wewe ndani yangu. Ninaomba Yesu, nitakaloliongea hiyo sauti itakaposikika ipate nafasi ndani ya moyo wa yule mtu. Pamoja na kwamba ameitwa kwa kibali cha Bwana, bado ni mfalme, anaendelea kuombea kibali. Kibali kinabeba sauti, kibali kinabeba maneno. Kibali kinakupa wepesi mbele ya mkuu wa matoashi. Bwana akampa kibali Danieli, naye mkuu wa matoashi akamsikiliza Danieli, akawaruhusu kula kile chakula. Kisingetangulia kibali, Danieli asingepewa ruhusa ya kula kile chakula, na hatimaye kingepitishwa kitu kisicho cha kawaida. Na mimi ninakuombea kibali cha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe kibali, watumishi wa Bwana. Huu mwaka tunahitaji kibali, tunahitaji kibali, tunahitaji kibali. Hata kama hali ya uchumi ni mbaya, basi kwa wale wachache Mungu akupe kibali kwenye hao wachache. Hata kama hali ya uchumi imefunga, lakini bado watu wanahitaji bidhaa waje kuchukua kwako hao wachache. Mungu akupe kibali katika jina la Yesu. Tena sikuombei kibali cha maneno, sikuombei kibali cha sauti, na kuombea kibali na bidhaa zako. Acha bidhaa ziongee, acha bidhaa ziongee, acha bidhaa ziongee. Watu wakiona hizo bidhaa, watu wakiona huo mzigo uongee. Acha kibali kiongee. Sikuwaga nalijua hili jambo. Siku moja nimeenda likizo nyumbani kwetu kwa mama. Mama yangu ni mfanya biashara pia, ana duka. Nikaenda dukani, nikakuta mama anasemesha bidhaa. Yaani ni ile alfajiri tumefika tunafungua, mama anaisemesha bidhaa. Amegeuka kwenye shelfu zote, anazungumza na shelfu moja baada ya jingine.
Baada ya kutakasa, kuomba toba na kila kitu, anamwambia Mungu, ninaomba kibali. Hii bidhaa haitakaa ika expire dukani kwangu. Haita expire hapa kwenye shelf. Bidhaa unanisikiliza, utauzika hata kama utaki. Ninakusemesha kwa kuwa kwenye ulimwengu wa roho kilichokufa kinasikiaga. Kwa unajua na bidhaa unanisikia. Ninakusemesha, akija mteja upate kibali moyoni mwa mteja. Upate kibali moyoni mwa mteja. Anazungumza. Unaweza ukaona ni kitu cha nonsense, cha utaila, lakini kwenye ulimwengu wa roho inafanya kazi. It works. It works. So unajua mambo ya imani wakati mwingine yanakuwa kama umechanganyikiwa, si ndio? Lakini matokeo yakishatokea ndio watajua haujachanganyikiwa. Ulikuwa unafanya swala la kiimani. Kwa kuna tofauti kati ya neema na kibali. Tumalizie jambo la mwisho, alafu tutaendelea tena kesho. Tumalizie jambo la mwisho tuweze kujiandaa na ibada za kesho. Tutaendelea tena kesho. Kibali ni sauti ya mtu. Kibali ni sauti ya mtu. Kinaongea kwa ajili ya na kwa niaba ya mtu. Kibali ni sauti ya mtu. Kibali ni sauti ya mtu. Kinaongea kwa ajili ya mtu na kinaongea kwa niaba ya mtu. Kibali ni sauti ya mtu. Kibali ni sauti ya mtu. Kinaongea kwa ajili ya na kinaongea kwa niaba ya. Ukipata kibali, maana yake sauti yako imepata nguvu ya kusikilizwa na kuaminiwa. Ukipata kibali, maana yake sauti yako imepata nguvu ya kusikilizwa na kuaminiwa. Ukishaona umepata kibali, mtu yuko tayari atapaki gari ya kusikilize. Ukishaona umepata kibali, mtu yuko tayari kukuamini. Ukisema nimetumwa na mama fulani, watu wanakusikia na wanatii. Kwa nini? Kwa sababu yule mama fulani ana kibali ndani ya mioyo yao, wanamwamini. Ukienda kwa jina lako inagoma. Lakini ukisema mama fulani amenituma, wanakusikiliza. Maana yake ni nini? Hawamsikilizi huyo mama nani, wanamwamini huyo mama nani. Kwa hiyo kupitia kumwamini kwa sababu ya kile kibali, wako tayari kukusikiliza. Kibali ni sauti ya mtu. Palipo na kibali, kile kibali kinaongea kwa ajili ya mtu na kwa niaba ya mtu. Mtu anayepata kibali amepata nguvu ya kusikilizwa na kuaminiwa. Nitapata nafasi ya kuchambua tena kitabu cha Esther. Tutakaa hapo kwenye sura ya 3, sura ya 4, ya 5, nafikiri na sura kadhaa hivi. Tutaona kibali cha Esther kilivyopotea. Cha kwanza kimekuja, baadaye kikapotea, kibali kikarudi tena. Kibali kilipopotea, hakuna mtu alikuwa anamsikiliza Esther. Ni first lady, lakini hana kibali Ikulu, hana kibali kwa watu wanaomzunguka. Lakini kibali kiliporudi, mfalme anamwambia sema lolote unalotaka, nitalifanya na hilo nalo. Hata nusu ya mali yangu niko tayari kukupa. Mbona mara ya kwanza hakuwa tayari kumpa? Kibali kikishakuja, uwe na uhakika watu watakusikiliza na kukuamini. Kibali kikipotea, mtu aliyekuwa anakusikiliza ana cut off. Kwa kibali ni sauti ya mtu. Sasa kumbuka, mwalimu anakupeleka ndani zaidi ili ianze kukusaidia. Moja ya kitu nikikwambia, ombea sauti yako kwenye nafasi yako, ombea kibali. Ombea kibali. Na tutachambua huku ndani. Kama Biblia inazungumza swala la kuoa na kuolewa ni kibali, maana yake kama kibali ni upako, upako unapungua, upako unaongezeka, upako unapotea. Ndio maana unaona kuna watu wanarudi kumwambia Mungu, naomba kibali. Maana yake anataka kiongezeke, anataka kitakaswe. Ndio maana unamsikia Daudi anasema maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele za kwako. Maana yake kuna namna nikipiga magoti, Mungu akaongeza ile anointing, inaniongezea kibali mbele za watu. Kwa moja ya vitu vya kuviombea kwenye nafasi yako, usijisikie vibaya. Mwambie Mungu, ninaomba kibali kwenye moyo wa mke wangu, naomba kibali kwenye moyo wa mume wangu, naomba kibali kwa wafanyakazi wangu. Lazima uombe kibali kwenye nafasi yako. Unajua tunapofika kwa wafanyakazi sisi ni wakuu, lakini tukiwa mbele za Bwana sisi sio wakuu mbele za Bwana. Kwa ukiwa mbele za Bwana usiogope kumwambia Mungu, ninaona kuna kibali kimepungua. Tulivyoanza mwanzo ni tofauti na sasa. Rudi magotini, muombe Mungu kibali. Namna walikuwa wanakupa maiki uimbishe mwanzoni ni tofauti na sasa. Wewe mwenyewe ukifanya tathmini tu unagundua ni kama kibali changu kimepungua kwenye lile kanisa. Swala sio kuhama kanisa, swala ni anointing. Kuna anointing
anointing zinadumu. Nilikuwa naongea na mama mmoja, nikawa nazungumza naye, ana vitu ananifundisha. Kuna watu ambao tangu tumeanza kuwasikia miaka na miaka, kibali chao kiko pale pale, kwa sababu wana namna wanakitunza kibali. Kule mbele tutaona kibali kinavyotunzwa. Kwa hiyo usipate shida kwamba umepoteza kibali, upate shida kwamba nimekufa nimepoteza kibali. Kwa hiyo usiruhusu kufa kibali kikiwa kimepotea. Mwambie Mungu kwamba kibali changu hakitapotea. Unaendelea mara kwa mara, unarudi mbele za Bwana, unaombea kibali juu ya biashara, unaombea kibali juu ya jambo fulani. Unapoomba kibali, sauti yako inapata nguvu, sauti yako inapokereka, sauti yako inasikika. Ushauri wako ukishauri, na wewe unaonekana wa maana, umeshauri. So unajua tunakuaga na ushauri mzuri, lakini hatuna kibali. Unaongea kama wanaona unawachelewesha vile. Ongea basi haraka haraka. Ndio kimeshapotea hivyo. Ongea haraka haraka kidogo, unajua na appointment. Ukishasikia ongea haraka haraka, kimepotea hicho. Kikirudi anakuambia ngoja kidogo. Hii kitu hii ulionayo, hii ngoja kidogo hii ngoja nipaki gari tukakae pale kwenye nyama choma kidogo. Hii tuizungumzie, tunakunywa soda. Hii tuende nayo kanisani tukaizungumze hii kibali. Hii si swala la utumishi, si swala la biashara, si swala la familia. Kila mfumo, kila nafasi inahitaji kibali. Kila nafasi inahitaji kibali. Nimemhudumia mtoto mmoja wa chekechea. Alikuwa anafanya vibaya sana, sasa anafanya vizuri. Na anasoma shule kubwa tu nzuri. Mama yake natumika naye kwenye timu yangu na familia yake. Alikuwa anafanya vibaya sana. Mimi napata nafasi, napenda sana watoto wadogo. Naongea naye. Sasa kila ukiongea naye, maneno yakichanganya pale, ukamchanganya ukamuongelesha vitu vya shule, anakuambia me I hate madam fulani, me I hate madam fulani. Nikamwambia mamake, nisaidie kumtafuta madam fulani ni nani? Akanambia mwalimu haina haja ya kumtafuta, huyo ndio mwalimu wake wa darasa. Nikamwambia mtoto huyo anafanya vibaya kwa sababu ya madam. Akanibishia, akaniambia haiwezekani mwalimu, hawezi kufanya masomo karibu yote, anafanya vibaya tu kwa sababu ya mwalimu mmoja. Nikamwambia mtoto wako anaperform vibaya kwa sababu ya madam. Hakutaka kunielewa. Nikamwambia nipe mimi hiyo nafasi nikufundisha mambo machache ya kufanya, alafu utakuja kunishukuru. Natumika naye kwenye timu yangu moja ya vijana wangu. Nikamwambia mambo mawili. Moja, nenda muombe Mungu kibali, mtoto wako apate kibali moyoni mwa mwalimu wake wa darasa. Alafu jambo la pili, sikufundishi rushwa, na kufundisha kujua kuishi na watu. Akanambia unasemaje? Nikamwambia unamjua dereva wa mtoto wako? Ndio. Unamjua matroni wa mtoto wako? Ndio. Unamjua mwalimu wa darasa wa mtoto wako aliyemtaja? Ndio. Ulishawahi kuwanunulia hata soda? Au wanapopiga honi gate ni kwako wamshushe mtoto, ulishawahi kuwapa hata maji tu titi? Akasema tena mume wangu hicho kitu hataki kabisa. Ukiwapa maji anakuambia unawapa rushwa, hataki rushwa. Nikamwambia kama hamtanielewa huyu mtoto hatotoboa. Mimi naendaga pale Buganda. Sasa huku wengi huwa hawajui masuala ya walimu. Kwa hiyo labda useme mimi ni mwinjilisti au mchungaji. Na wasalimia maafande pale, naingia pale ndani. Sifanyi siku zote, lakini kisikia amani. Wale jamaa wamekaa wanapigwa na jua muda wote. Pale kuna duka pale kwenye container. Nitaenda nitachukua soda 3 nitazilipia pale pale. Soda ni 500 zikipanda sana 600 au 700. Nikiwapa hiyo 700 wako watatu, mara yake 2100. Haki ya 8 sijafirisika. Kwa nachukua Coca-Cola hizi 3. Afande, haisa umepigwa na jua, haisa kazi ni njema sana mnayoifanya. Naitwa mchungaji Mwaitenga, mwalimu Mwaitenga. Soda hiyo. Siongei nao kitu chochote. Nikirudi mara kadhaa, umekuja mchungaji? Nimekuja. Umekuja? Ndio. Wewe na uhakika. Wewe utapiga simu kuomba ufunguliwe geti. Mimi nitafunguliwa, nitaingia. Sikutoa rushwa. Kuna jambo fulani tumeminywa maarifa ya kujua kukitunza kibali na kuishi na watu.
na kusemesha. Bright matokeo yake yamebadilika kabisa. Bright, he is not hating. Hamchukii tena yule madam. Madam ndio anampigia simu, anamwambia aisee, hizi katoto ni katundu kweli. Yani kanatoka darasani kwake kanenda, alikuwa apigi hata hizo simu, alikuwa hana muda. Na ni kweli ndani ya moyo wa yule madam alikuwa anajisikia kukachukia tu kale katoto from nowhere, kwa sababu pia katoto kenyewe ni katundu, lakini hakana kibali. Umewahi kumwambia Mungu, naomba watoto wangu wapate kibali kwa walimu? Kwa sababu kuna muda mtoto akipata kibali kwa mwalimu, hata kama ni kilaza, bado mwalimu atakaa naye, bado mwalimu atakupigia simu akusemeshe, bado mwalimu atakwambia mtafutie tusheni, bado mwalimu atakwambia aka katoto kanaruka geti. Kuna vitu walimu hawasemi kwa sababu mwalimu hana habari na huyo mtoto, hana kibali na huyo mtoto, hana muda na huyo mtoto. Kuna watu nikizungumza kibali, akili zimeishia kwenye uchumi tu. Kila eneo linataka kibali. Waambie Mungu, mpe mtoto wangu anaenda shule apate kibali kwa matroni, apate kibali hadi kwa mlinzi wa getini, apate kibali kwa wapishi, apate kibali kwa walimu. Mpe kibali Bwana. Sina cha kuwapa, lakini mtambulishe mioyoni mwao. Wampende mtoto wangu kama wa kwao, wampokee mwanangu kama wa kwao, wanilelee mwanangu kama wa kwao. Jifunze kuomba hicho kibali. Wewe haupo, lakini kibali kinaongea. Aka katoto nakapenda, amekapenda from nowhere, pasipo sababu. Hicho ni kibali cha Bwana. Mungu aachilie kibali kwa watoto wako. Kibali kinaweza kugeuza matokeo. Aliyekuwa anapata 0 sasa hapati 0, maana walimu wanamkazania kama wa kwao. There is changes. Kana furahi saizi, kana mtaja na mwalimu kabisa, na mwalimu anapiga simu kwa wazazi, anaambia leo mtoto amesinzia sana. Yani hadi mtoto akisinzia anaambiwa. Jaribu kumwangalia, labda kuna shida, amesinzia sana. Huyo mtoto amesoma hapo miaka 2, hawakuwa na huo muda wa kuangalia amesinzia wala nini. Mtoto anarudi amekasirika. Ukiongea naye masuala ya shule, unamuuliza 1+1 kwa Kiingereza, yeye anakuambia me I hate that madam. Me I hate that madam. Twende shule, I don't like school. Nani. Unamwambia mzazi, hapana, huyu ni mtoto mdogo sana kusema I don't like school, I hate someone. There must be something. Lazima ukae magotini. Usiende kwanza kwa mwalimu. Rudi kwanza magotini, mwambie Mungu, something is wrong kwa mwanangu. Kuna kitu gani hapa? Kama kuna shida kati ya huyu mwalimu ya kiroho, ingilia kati Bwana. Kama mwanangu amekosa kibali, ingilia kati Bwana. Kama kuna shida yoyote, ukimaliza kuomba, Mungu anakupa maarifa ya kuishi na walimu wa watoto wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mpigie Yesu makofi kama unanielewa. Ni vitu vinaweza vikaonekana vyepesi sana, lakini vinakupa hatua isiyo ya kawaida. Andika na hili jambo hapa chini yake hapo, alafu tumalizie hapo tu. Mungu ni mwema, bado muda ni mzuri, lakini tumalizie hapo. Ukipoteza kibali, umepoteza nguvu ya sauti. Ukipoteza kibali, umepoteza nguvu ya sauti. Kwa hiyo shetani akitaka kuharibu nguvu ya sauti, anaharibu kibali chako. Ukipoteza kibali, umepoteza nguvu ya sauti. Ukipoteza kibali, umepoteza nguvu ya sauti. Kwa hiyo ukiona shetani anashambulia kibali chako, ujue anashambulia sauti yako isipate nguvu, isisikilizwe, isiaminike kwenye nafasi yako. Ukishapoteza tu kibali kwa mume wako, maana yake nguvu ya sauti yako kwake imepotea. Wewe sio mshauri tena, utakuwa mshauri usiyepewa nafasi ya kutosha. Ukishapoteza tu kibali kwa mchungaji wako, maana yake nguvu ya kumwambia mchungaji hiki kinanda hakijakaa vizuri wala nini inapungua taratibu kabisa, kwa sababu hauna kibali ndani ya moyo wake. Ukishapoteza kibali kwa wazazi wako, maana yake kwenye ulimwengu wa roho, namna ya wewe kuwasiliana nao na kusikika na kuaminika inashuka chini kabisa. Kwa hiyo moja ya vita unayoiona, ukiona shetani amekuvisha roho ya kuchukiwa, roho ya kukatalika, roho ya giza, vitu vingi shetani anavifanya kukunyima kibali ni ili kuua nguvu ya sauti yako isisikike. Kesho nitataka tukae kuanzia hapa. Bwana asifiwe. Kesho nitataka tukae kuanzia hapa, namna kibali kinashambuliwa, ili kuweze kukusaidia hapa kujua kwamba hapa kuna kitu hakijakaa sawa. Katika mambo hayo sitaacha nikae na haya mawili yatakusaidia. Tukae na hili tena kesho. Natamani tupate nafasi kubwa ya kuombea kibali. Ninasikia kuombea sana kibali kwenye maeneo ya ndoa, kwenye maeneo ya biashara. Mungu aachilie kibali.
tupate kibali. Mnisikilize wafanyabiashara wenzangu, hali ya mjini sio nzuri, lakini kuna watu wanauza. Leo nilikuwa namhudumia mtu ofisini hapa kanisani. Ananiambia, mwalimu, nina duka. Sio vibaya, duka langu liko hapa pembeni, kuna duka la muhindi. Baada ya kuvuka maduka kama mawili, kuna duka la muhindi. Anachouza muhindi ndicho anachouza mimi. Na mwalimu, nimejitahidi karibu kila kitu kiwepo dukani. Lakini mwalimu, wakati unazungumza habari ya maduka kuwa maulizo, Mungu alikuwa anazungumza na mimi. Duka langu limekuwa maulizo, nimechoka. Nikamuuliza, nisaidie kujua duka la muhindi. Anasema duka la muhindi anauza hadi anawakataza wateja kwamba huu muda siuzi, nisubirie nimalize ibada. Na akifunga wanamsubiria. Kwa nini hawa wanaomsubiria wasitoke waje kwenye hili duka la huyu? Anauza bidhaa zile. Na mwanzo kabla kujatokea shida ya kiroho katikati yake na muhindi, walikuwa wanaazimana na bidhaa. Ikipungua huku unaendea kwa muhindi, ikipungua kwa muhindi inakuja huku. Sasa hizi kuna shida ya kiroho tunayoishughulikia imetokea. Kwa muhindi hataki bidhaa zake zije huku, wala hataki mfanyakazi wake aje kuhusiana na duka la huku. Lakini kilichokuwa kinatusumbua ni kwamba wateja wanajaa kwenye duka la muhindi kiasi ambacho muda wa ibada ukifika wanaendelea kumsubiria muhindi, lakini bidhaa zile na anakotoa muhindi ndiko anakotoa huyu Mwafrika mzuri wa Yesu kabisa. Agenda ambazo Mungu ametupa kuziona, ninatambua kuna masuala ya ushirikina makubwa sana, kwa sababu ni watu wanaoamini miungu kwa namna kubwa. Lakini agenda ya pili, tunahitaji kibali kwenye huu mji kisicho cha kawaida, kwa sababu kama ni masuala ya ushirikina, basi duka likifungwa la mshirikina, hawa wateja waje kwetu. Sasa duka la mshirikina limefungwa na bado kwetu hawaji. Something is wrong and we have to pray for it. Na lazima tuombe kitu cha namna hii. Lazima tuombe kitu cha namna hii. Kwa tutakaa hapa, Mungu atusaidie tu, hata siku zimeisha, lakini naamini kuna kitu na package ambayo Mungu anaiachilia kwenye huduma wako, kwenye mahusiano yako, kwenye uchumba wako, kwenye ndoa yako, kwenye utumishi wako, kwenye eneo lolote lile. Kuna kitu cha kisauti kwenye mifumo ambacho Mungu anakiachilia kwenye ufalme huu ambao ametuweka, ili kiweze kutupa wepesi wa kufanya kazi kwenye nafasi ambayo Mungu ametupa. Sauti yako isipopata kibali mahali Mungu amekuweka, unasogea kwa shida sana, unasogea kwa ugumu sana, unasogea kwa tabu sana. Na mimi ninakuombea hatutasogea kwa tabu sana. Kama juu yetu kuna neema na juu yetu kuna kibali, tutafanya kazi kwa bidii, lakini hatutafanya kazi kwa hasara, hatutafanya kazi bure. Biblia inasema tutakula, tutajenga na kukaa kwenye nyumba tulizojenga. Tena Biblia inasema tutapanda mizabibu na tutakula matunda ya mizabibu. Tena Biblia inasema hatutajenga akakaa mwingine, wala hatutalima akala mwingine matunda, wala kazi ya mikono yetu matunda yake ya mwanzo hayataliwa na watu wengine. Jaribu kuangalia, tuna bidii kubwa sana kazini, lakini bado kuna zuio mahali fulani hivi. Katika jina la Yesu Kristo, sisi tu wana wa Mungu aliye hai, Mungu ambaye anatawala kila kitu, acha mbingu zifunguke kwa ajili yetu, acha mbingu zifunguke kwa ajili yetu, acha mbingu zifunguke kwa ajili yetu. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, ninaliona hilo giza kwenye duka lako, acha ikawe nuru, acha ikawe nuru, acha ikawe nuru. Watu wakija kwenye duka lako wanaona mawe wakati sio mawe, ni bidhaa. Tunafungua macho yao ya rohoni, kila upofu wa kiroho tunauondoa katika jina la Yesu. Kila mazuio kwenye biashara zetu, najua kuna misukule inapiga kelele masokoni, kuna mizimu inapiga kelele, wateja wetu inawaita. Acha kibali cha Bwana kikasimame na sisi. Hakuna mizimu itachukua riziki yako, hakuna mizimu itachukua baraka zako, hakuna mizimu itachukua wateja wako. Ninakuombea katika jina la Yesu, Bwana akupe kibali, Bwana akupe kibali. Damu ya Yesu inene mema kwenye biashara. Tumechoka, hatufanyii kazi mizimu, hatuwezi kuzuiliwa na mizimu wala misukule. Tumechoka. Ikawe nuru dukani, ikawe nuru dukani, ikawe nuru ofisini, ikawe nuru. Simama juu kwa miguu yako, simama juu kwa miguu yako. Ninaliona giza kwenye mlango wa duka la mtu, ninaliona giza kwenye mlango wa duka la mtu.
Natangaza iwe nuru. Natangaza iwe nuru kwenye hilo giza. Natangaza iwe nuru. Wateja wanapita. Ninamkumbuka mpendwa niliyemhudumia leo. Ananiambia, mwalimu, rafiki zangu wananipigia simu. Wananiambia, fulani tumepita dukani kwako, mbona leo hujafungua, tulijia mzigo. Anasema, mwalimu, machozi yanadondoka. Wananipigia kwamba duka limefungwa, wakati mimi siku nzima sijafunga duka. Unaelewa shetani anapofanya kazi? Hili duka liko wazi. Rafiki zako wanasema, leo tunaenda kwa Mariam tukamuunge, tukachukue mzigo hata wa milioni 2. Halafu wanapita, wanakupigia simu, wamenunua tayari pengine. Fulani, mbona tumepita dukani kwako, duka limefungwa. Duka la fulani na fulani liko wazi pale jirani. Unataka tukupe ushahidi 1 2 3, na wanampa ushahidi. Lakini anasema, mwalimu, sijafunga duka siku nzima na leo sijatoka, nilikuwa mimi mwenyewe. Kuna kitu kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho, kwenye malango ya uchumi. And we have to pray. Kuna mtu anasema, tumeomba sana, tumechoka. Kama umechoka, umepata. Sisi ambao hatujapata bado hatujachoka. Kwa sababu hata tukichoka, nani ataombea malango ya duka letu kama sisi wenyewe? Biblia inasema imetupasa kumuomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Tutakata tamaa tukiwa tumepata, lakini kabla hatujapata hatutanyamaza kimya. Biblia inasema akanyosha mikono. Aliponyosha mikono, Yoshua akashinda. Aliposhushwa akawa anashindwa. Hatutashusha mikono mpaka malango ya biashara yamefunguka. Tunafahamu huko nyuma kuna namna tulikuwa tunauza, hata kama kuna mabadiliko sio ya kiwango hiki. Hiki kiwango kinatuogopesha. Kuna vitu haviko sawa kwenye mfumo. Kuna vitu havijakaa sawa kwenye mfumo. Acha damu ya Yesu ingie kwenye mfumo, itutetee huko. Wakati mwingine mifumo inatubana kwenye rushwa, tunamtenda Mungu dhambi. Wakati mwingine mifumo imekamatwa na uchawi na ushirikina. Acha damu ya Yesu isimame na wenye haki kwenye mifumo. Na ninakuombea katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako na upendo wako. Ninajua hii ni ishara. Kibali cha Bwana kiko juu yangu. Kiko juu yangu. Jioni ya leo ninaomba toba juu ya biashara yangu, juu ya uchumi wangu. Ninaipeleka damu ya Yesu, damu ya utakaso kwenye eneo la ofisi yangu, la biashara yangu. Maana ninajua nafasi nilionayo ni kwenye mifumo, na kwenye hiyo mifumo tuna watu wengi wanaotuzunguka, wanaotumia uganga, wanaotumia ushirikina, wanaotumia uchawi. Wamenajisi ardhi ya biashara, anga la biashara, na mbingu zimenyamaza kimya. Bwana, niko mbele zako. Ninaomba toba hata kwa ajili yangu, ikiwa kwa namna moja na namna nyingine nami nimeshiriki kunajisi mifumo ya biashara, malango ya biashara. Kwa damu ya Yesu ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninatakasa malango ya biashara yangu, ninayatenga mbali na unajisi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, ninaipeleka hiyo kwenye malango ya biashara yangu, kwenye malango ya ofisi yangu, kwenye kiti cha biashara yangu. Ninapeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Na nena utakaso, na nena utakaso kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Anga la Mwanza, anga la Mwanza, ardhi ya Mwanza, ardhi ya Mwanza, uchumi wa Mwanza. Sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana. Kila uchawi, kila uganga, kila ushirikina ulioshikilia, uliozuia, uliokamata biashara yangu, siku ya leo, siku ya leo, siku ya leo, hiyo mikono ya kipepo iliyoshikilia biashara yangu, pigwa, 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 pigwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ilo giza, ilo giza walilotupia
ninaambia kwenye ofisi yangu, kwenye biashara yangu, hilo giza, roho ya giza, roho ya giza, roho ya giza, roho ya giza, achia, achia, achia malango ya uchumi wangu, malango ya biashara yangu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono. Naona vitu viwili. Naona giza kwenye malango ya biashara, kwenye malango ya uchumi, na ni giza nene sana. Alafu naona mikono miwili imekatwa, ni kama mikono ya watoto. Alafu naambiwa imetolewa kafara. Ni mikono iliyoshikilia biashara za watu, ni mikono inayotumiwa na watesi. Wanaitumia hiyo mikono kwa ajili ya kuiba biashara za watu. Ninaona mikono ya mtoto miwili, na ninaiona katikati ya soko kubwa, naiona katikati ya soko kubwa, naiona katikati ya lile soko. Imewekwa mahali fulani kwenye geti la kuingilia sokoni, na ninamuuliza Roho Mtakatifu, ananiambia hii mikono ni kafara za watu. Wametoa kafara za watu ili kushikilia biashara za watu hapa, biashara za watu hapa. Nyosha mikono yako, sema Bwana Yesu, kila kafara iliyotolewa ili kushikilia biashara yangu, ili kushikilia uchumi wangu, kuanzia leo nateketeza hiyo mikono, mikono ya kichawi, mikono ya kichawi, mikono ya kichawi, mikono ya kichawi. Napeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye malango ya biashara. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea, kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinafanyika. Kuna misukule inapigwa, 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 inapigwa. Kuna misukule iliyowekwa kwenye malango ya masoko. Kabla hujaombea biashara yako, peleka damu ya Yesu kwenye njia panda za Mwanza. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Kuna miungu imewekwa kwenye njia panda za Mwanza ili kuzuia biashara za wateule, ili kuzuia mauzo ya wateule. Peleka damu ya Yesu kwenye njia kuu za kuingilia kwenye masoko, kwenye mageti ya kuingilia kwenye masoko. Peleka damu ya Yesu kwenye mageti ya Lockstemo. Peleka damu ya Yesu kwenye milango ya kuingilia masoko ya Sakafa. Peleka damu ya Yesu kwenye milango ya kuingilia soko kuu kule Regasoli, kule Kirumba. Peleka damu ya Yesu. Ninaiona misukule inapata tabu. Peleka moto na damu ya Yesu. Watu wa Bwana, kabla hujaombea biashara yako, ombea biashara ya mfumo, ombea soko zima. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Kila kafara zilizotolewa kwa ajili ya kuzuia uchumi wetu, hizo kafara zao, hizo kafara zao zinaangamia leo, zinaangamia leo, zinaangamia leo. Hiyo mikono imeanza kurukaruka, hiyo mikono inaungua, 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 inaungua. Hiyo